Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, habari za wakati huu mwone pale ulipo mwana michezo. Ni muda tena mzuri tunakutana hapa kwa ajili ya kuhabarishana taarifa kede za kimichezo tunazo zilizosheheni kweli hapa. Kuelekea mechi ya Simba dhidi ya Al Masry ndio taarifa ambayo imeshika hatamu kweli, na hii ni mara baada ya hamasa za wekundu wa Msimbazi Simba kuendelea katika mitaa mbalimbali. Leo hii semaji Ahmed Ally akiendelea na hamasa hiyo. Ni kuombe kwanza usubscribe hapo alafu ugusi alama ya kengele ili uweze kupata notification kuhusiana na taarifa muhimu ambazo unaendelea kuzipata kupitia channel hii ya Mfalme wa Soka. Na mimi Friji Bovu niko hapa kwa ajili ya kusogezea taarifa hizi zilizoshiba kweli. Bana, taarifa ya kwanza ni Simba kuendelea na hamasa. Hiyo jana tulifahamu wameendelea na surprise. Jana Simba walimtangaza rais wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF Wallace Karia kuwa mgeni rasmi wa mechi ya kutafuta tiketi ya nusu finali CAF Confederation siku ya Jumatano Aprili 9 dhidi ya kosi ya timu ya Al Masry katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na tulizungumza hapa. Lakini baadaye pia Simba alitangaza kumkaribisha na kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora mheshimiwa Chacha Paul Chacha, na alikuwa katika siku hiyo ya Simba, siku maalum ambayo Simba wao wanaitumia kama hii tunavuka. Hiyo ni jana hiyo. Watu wakaongea maneno mengi sana kwamba rais wa TFF amealikwa kama nani na nini. Mwisho wa siku tukawajuza watu hapa kwamba rais wa TFF ni rais wa mpira nchini, amepewa heshima hiyo kwa sababu yeye ndo aliolea huu mpira hadi kufikia hapa. Yeye ndo aliohakikisha Simba zinafanya vizuri pamoja na Yanga katika michuano ya kimataifa, lakini pia Simba ndio timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika utawala wake katika michuano ya kimataifa. Ameenda robo finali 7-6 wakifanikiwa kuingia kwa maana Confederation 4 Confederation 2 alafu ligi ya mabingwa barani Afrika 4. Kwa hiyo utamuona Simba namna ambavyo amekuwa akifanya vizuri kabisa kwenye utawala wa Rais Wallace Karia. Kwa hiyo akialikwa kama mtu kama Wallace Karia sio jambo baya au wala sio jambo geni. Ni tofauti ni kile tu ambacho watu wengi wanatafsiri vitu tofauti. Sasa leo Ahmed Ally semaji la CAF ameendelea na heka za kutambulisha wageni waalikwa, huku pia akisema hii tunavuka, na mashabiki wakiendelea kufurika kila eneo. Unajua imenishangaza sana kuona mashabiki wa Simba kuwa na moyo wa namna hiyo. Hii ni dhahiri kwamba Simba wanaiamini sana timu yao, na pia Simba wanaamini kabisa kwenye hiyo mechi kwamba wanaenda kushinda, kwa sababu wamefungwa goli 2 kwa miaka ya nyuma. Ukiona timu kama Simba imefungwa goli 2 ugenini tena Warabuni, ulikuwa huwezi kuona mashabiki wanajaa kwenye hamasa namna hii, wanafunga mitaa na wakiwa na bashasha, wakiwa na furahi, wakiamini ya kwamba wanaenda kuvuka. Hii ya Simba hii inazungumza kitu ndani kwamba mashabiki wao wenyewe kwanza wanaamini kwamba walifunga goli 2 kwa bila katika uwanja wa Suez Canal, lakini bado wanaamini timu yao kwamba timu yao ilicheza vizuri na walikuwa na deserve kuondoka na ushindi. Lakini part of football, kwa maana ni sehemu tu ya mchezo, matokeo hayakuwa upande wao, lakini wanaamini kabisa kwamba kuna namna ambavyo Simba wataenda kupindua meza kibabe kweli. Kwa hiyo mashabiki wanaendelea kuonyesha ishara kwamba wanaiamini timu yao, wanaamini wachezaji wao, wanamwamini kocha wao. Wamefurika katika hamasa za Simba leo ikiwa ni siku ya pili. Sasa leo gumzo ni kwamba kupitia kwa Ahmed Ally, huyu ni ofisa habari wa klabu ya Simba, leo hii amemtangaza miongoni mwa watumishi wenye nguvu sana kwa sasa Afrika pamoja na duniani kwa sasa, lakini ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ndo sana zaidi, mtumishi wa Mungu Mtume Boniface Mamposa Bulldozer BBM wa madhabahu Rukawangaze, kwamba atakuwa mgeni mwalikwa katika mechi hiyo ya Simba dhidi ya Al Masry Jumatano Aprili 9. Gumzo, watu wanauliza maswali mengi sana. Mtume Boniface Mamposa Bulldozer anaenda pale kwenye hiyo mechi lakini kwa nini Simba wao wamemwalika Mtume Boniface Mamposa Bulldozer? Msikilize kwanza hapa afisa habari wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, hiki ambacho anakielezea, kipi ambacho kinapelekea wao kumwalika Mtume Boniface Mamposa Bulldozer. Safari hii tumedhamiria ubaya bwela, na tunapiga kila engo, na tunakusanya kila nguvu, na tunamwalika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii, ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya nusu finali. Wachawi wengi ndugu zangu, wabaya watu
Msifikiri tunakwama tu kwa bahati mbaya, na watu wamekunja nafsi kweli kweli. Sasa lazima tualike nyuklia za kila namna kuhakikisha kwamba mnyama anafuzu na anakwenda nusu fainali siku ya tarehe 9. Kwa mantiki hiyo basi, niko hapa Ngurume ya Radi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum ambaye atahudhuria mchezo wetu wa tarehe 9, naye si mwingine ni Mtume Boniface Mwamposa. Huyo ni semaji Ahmed Ally, hapo umemsikia. Anaelezea kipi ambacho kimepelekea wao kumwalika Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer wa Madhaboru Kawangaze. Anakuambia wachawi ni wengi sana. Usione kwamba tunashindwa kuvuka hatua nusu finali mara kadhaa, mara zote. Wachawi ni wengi sana. Kuna watu wenye roho za kukunja, kuna watu hawapendi mafanikio yao. Ndio maana awamu hii ameona pia amwalike Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer akawe tu mgeni maalum. Sio kwamba anaenda kwa ajili ya maombi, lakini anaenda kuwa mgeni maalum, atakaa pale juu jukwaani kutazama mechi ya Simba dhidi ya Al Masry. Sasa kwangu naona ni jambo zuri. Kuna watu wamekuja na hoja tofauti tofauti. Kwangu mimi naona jambo zuri ya mtumishi wa Mungu kualikwa, kwa sababu mtumishi wa Mungu pia ni miongoni mwa watu ambao wanapenda shughuli za kijamii. Amekuwa akiandika kwenye mambo mbalimbali ya serikali. Kwa hiyo hata kwenye mpira anaweza pia akaenda. Tafsiri ya watu wengi wanaweza wakasema kwamba akienda kwenye jambo la Simba labda watu watasema Mtume ni Simba, Mwamposa ni Simba. Hapana, lakini wao Simba ndio wamemwalika. Sasa akialikwa kwenye jambo la Yanga pia ataenda na mambo kama hayo. Kwa hiyo sioni kama kuna matabaka yote ambayo yanatengenezwa, zaidi ni watu tu kuendelea kutengeneza hizo perception. Lakini kumbuka mtumishi wa Mungu yeye pia ni binadamu. Kuna wakati lazima alikwe, na akialikwa naye pia anapaswa kwenda. Ni jambo tu la kawaida. Ni hapa tu kwetu watu wenye utindio wa ubongo, watu ambao wanafikira finyu, wanaweza kaongea vitu vya hovyo namna hiyo. Sasa Mtume Boniface Mwamposa atakuwepo kwenye mechi hiyo kama ambavyo Simba wao wamethibitisha, na wakiandika kabisa kwamba wachawi ni wengi, vikwazo ni vingi vinakwamisha, lakini muhimu wameona kwamba hawatamwacha mtu yoyote nyuma. Ndio maana wameona kwamba sasa wamwalike Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer BBM. Hao ni wekundu wa Msimbazi Simba, leo hii wakiendelea kudondosha wale ambao watakuwa wageni waalikwa katika mechi hiyo. Sasa bwana, ukipita kwenye peji ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kumwalika mtumishi wa Mungu Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer, kuna huu ujumbe niliupenda sana. Wameandika, safari hii tumedhamiria ubaya ubwela, na tunamwalika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii. Umeona hapo amegusa watu wenye mchango mkubwa kwenye jamii. Anasema wachawi ni wengi sana ndugu zangu, kuna watu wamekunja nafsi kweli kweli. Kwa mantiki hiyo namtangaza mgeni mwingine maalum Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer. Tunafanya mazungumzo naye pia, ikiwezekana kesho tukauzie tiketi waumini wao pale katika Madhaboru Kawangaze Tanganyika Packers Kawe Dar es Salaam. Hiyo ni ya Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer ambaye amealikwa. Lakini mara baada tu ya kutangazwa kwa Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer, Ahmed Ally kupitia ukurasa maalum wa Simba Sports Club anasema leo asubuhi tulimtangaza mgeni mwingine maalum Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer. Hatuachi mtu safari hii, yupo hapa. Anasema nipo hapa kumtangaza mgeni maalum mwingine, si mwingine ni Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Alhaji Omar. Sheikh Walid Alhaji Omar, huyu ni afisa habari wa Simba Ahmed Ally akiwa amemtambulisha na akizungumza hivyo. Kwa hiyo ameongea mengi sana kuhusiana na hiki ambacho wamekifanya. Wanaendelea kuwatambulisha hapa wageni waliko. Hii mechi imekuwa na wageni wengi sana mashuhuri na wageni wengi sana wa kiroho, kwa hiyo ni jambo ambalo Simba wanalitaka. Sasa tuje hapa kwenye story kubwa ya kwa nini Simba wanaalika watumishi wa Mungu. Kwangu mimi na furaha kubwa sana kuona Simba sasa wameanza kuamini pia nguvu za Mungu pia zipo, kwamba Mungu anatenda, kwamba Mungu anazidi kila kitu, kwamba kila jambo ambalo linafanikiwa Mungu anaweka mkono wake. Kila jambo lolote ambalo linahitaji kusonga mbele lazima umshirikishe Mwenyezi Mungu, kitu ambacho miaka ya nyuma tulikuwa tunaona vilabu vyetu vilikuwa vinaamini zaidi masuala mengine kabisa ya giza. Wakati mechi za dabi zinachezwa au hata mechi kama hizi za michuano ya kimataifa, ulikuwa utasikia kwamba Simba Yanga leo wameenda kufanya kambi sehemu fulani, au kwenye mechi za dabi utasikia leo Yanga ameenda Bagamoyo, Simba ameenda Morogoro,
Simba ameenda Bagamoyo, Yanga ameenda Mlandizi, Yanga ameenda Chalinze, Yanga ameenda Zanzibar, Simba ameenda Zanzibar. Hivyo tunasikia miaka ya nyuma, lakini pia hata wachezaji kitokea changamoto tunasikia kwamba wanaenda kwa waganga wa kienyeji. This time wachezaji wanaenda kwa watumishi wa Mungu. Tumeshuhudia wachezaji wengi wanaenda kwa Mtume Mwamposa kwa ajili ya kuombewa, lakini leo hii unaona wanashirikisha viongozi wa kidini, na leo hii umesikia Mtume Boniface Mwamposa wa madhabahu kwa Wangaze kama mgeni maalum, lakini pia Sheikh Walid Omar ambaye yeye ni mkuu ni Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa unaona namna ambavyo mambo yanakuwa mazito na mambo yanakuwa mazuri, kwa sababu watumishi hawa kwa maana kwa imani zao watakuwa wakipiga dua wakiwaombea wachezaji watoke salama kwenye mchezo, lakini pia wafungue vifungo ambavyo vimekuwa vikiwafunga Simba kushindwa kuvuka katika hatua inayofuata. Kwa hiyo nimependa kuona namna ambavyo sasa wameanza kushirikisha watumishi wa Mungu. Lakini hii hapa nawaambia wachezaji wa Simba pamoja na benchi la ufundi la Simba, mtumishi wa Mungu anapokuwepo pale kuna heshima yake, lakini pia kuna faida yake, kwa sababu Mungu anamtumia katika viwango vikubwa sana. Lakini pia hata Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anapokuwepo pale, dua zake zipo na zinapokelewa. Lakini sasa katika maandiko ukifuatilia vizuri, kuna sehemu anakuambia asiyefanya kazi na asile, lakini pia mwenye nacho ongezewa, sio? Sasa hii ikoje? Ni kwamba lazima wachezaji wakapambane, wasiseme kwamba waliko hawa, waheshimiwa hawa wamefika, watumishi wa Mungu pengine watatuombea tutafanikiwa. Hapana. Kile ambacho anapaswa kukifanya mazoezini ni kuwork hard, jihad kweli kweli, lakini pia hata wanapopata nafasi ya kuingia uwanjani, kila nafasi ambayo wanaipata wanapaswa kuitumia. Waache mazoea. Hii ni knockout stage. Wanaweza wakafunga mianya wale jamaa Almasri na Simba wakashindwa kufanya chochote. Kwa wanachopaswa kufanya hakuna mzaha. Waache ubinafsi, waache uchoyo, wachezaji wapambane, wajitume. Tukio linapotokea labda Simba wamenyanyaswa either penalty, captain anapaswa kufocus, kuforce, kugomba, kulalamika kwa maamuzi. Yaani wanapaswa kucheza kiubaya ubwela. Sawa, watumishi wako pale kwa ajili ya Onel Ateba, kitu ambacho kinampoteza. Mimi naamini ni mshambuliaji mzuri, lakini ukiangalia kitu gani kinafanya yeye apoteze umakini wa kufunga katika eneo la mwisho ni kwamba ana changamoto kubwa sana. Mabeki wengi wameshamsoma, wameshapitia video zake. Kumbuka sasa hivi Simba anafuatiliwa kila mahali. Na hata kwenye ligi kuu mabeki wengi wamemsoma. Anapopigiwa mpira kwenye boksi pale la mpinzani, wanafika mabeki zaidi ya 2 hadi 3. Kinachotokea ni kwamba wakati anajaribu kuturn, hakuna mchezaji kwa maana playmaker namba 10 ambaye ndo Jean Chaza Hua au Kibu Denis au Elie Mpanzu ambao wanasogea kwenda kumsaidia Lionel Ateba pale ambapo anakuwa na bano na mabeki 2 hadi 3. Ilibidi mchezaji mmoja kama ni playmaker Jean Chaza Hua anasogea pale kwa ajili ya kwenda kupewa mali. Akishapewa mali Lionel Ateba akitanua, akirudishwa mali kwenye njia, anakuwa ameshapoteza maboya, anafunga. Lakini utaangalia kwa sasa akiweka msuli, mabeki wakija 3 hadi 4, anakosa direction apeleke ule mpira wapi, kwa sababu wanakuwa wako mbali kweli kweli. Ukiangalia utamwona Ahua yuko kule, Ateba yuko Mpanzu yuko kule, Kibu yuko kule. Kwa hiyo mwisho wa siku anapoteza maboya. So sio mchezaji mbaya, ila nani ambaye yuko pale kwa ajili ya kwenda kumsaidia? Hata kama anakosea, lakini kuna wakati anahitaji msaada. Sasa namfananisha kidogo na nani huyu Chris Kope Mushimba Mugalo. Kwa nini Mugalo alikuwa anasababisha magoli na alikuwa anafunga pia? Na pia ni style yake uchezaji ni kama Lionel Ateba. Akiwa pigiwa pasi katikati ya mabeki 3 hadi 4, alikuwa na uwezo wa kuhold mabeki, akaugadi mpira, akafanya mpira umtii, lakini pia akihakikisha mabeki pia hawapandi, kwa maana timu pinzani iwe busy zaidi kumlinda yeye. Lakini kwa nini alikuwa anafanikiwa? Ni kwa sababu alikuwa anacheza na kina Chama, Mixon, unaona, na alikuwa kwa karibu kweli kweli. Wakati akichukua mpira akicontrol, yani akireceive, akiweka msuli, mabeki akiwa guard, anaangalia hapa, anamuona Chama amesogea yuko distance karibu kabisa, akiangalia anamuona Mixon yuko hapa karibu, akiangalia sometime Rally Bwali alikuwa karibu. Kwa hiyo ilikuwa rahisi, akishachukua mali tu yeye anapiga, akishapiga Rally Bwali amefika, akitanua, akirudishiwa mali na Rally Bwali either Chama au kina Mixon, utaona namna ambavyo anafanya Chris Kope Mushimba Mugalo. Kwa hiyo kwa Simba hiyo kitu hakuna, na ndio maana nimeona taarifa tofauti. Simba sasa hivi wanamvizia mwamba mmoja anaitwa Ange Akwa. Ekua. Au unaweza kumuita Ekwa. Ekwa Anje. Mwamba huyu Ekwa Anje Celestine, nyota huyu wa timu ya ASEC Mimosas ambao wao wamepeleka kwa mkopo kwenye moja ya timu Amonem ya pale League 1 ya pale Ivory Coast, na ni mchezaji ambaye ni center, anacheza kama second striker, kwa maana mshambuliaji wa pili,
wanaweza wakacheza double striker, akacheza na mshambuliaji, yeye akawa kama msaidizi wake namba 2, kwa maana playmaker ambaye ana uwezo wa kucheza kama mshambuliaji pia namba 9. Lakini zaidi huyo Ekwa na Celestine, yeye pia anaweza kucheza kama winga kushoto na winga kulia kwa ufasaha kabisa, na anafiti kwenye mfumo wa Fadu Davis kwa maana 4-4-2, lakini pia 4-2-3-1. Ni mifumo ambayo amekuwa akifiti kabisa. Ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kucheza parallel. Sasa nilikuwa nazungumzia hapa namna ambavyo Ateba amekuwa akipata shida sana. Nani ambaye anamsaidia pale ambapo akihitaji kurudisha mali. Sasa huyu Akwa nimejaribu kumfuatilia, mwamba huyu ana umri wa miaka 23. Ni mshambuliaji ambaye anaweza kucheza kama playmaker namba 10 na akawa karibu zaidi na forward. Pale ambapo forward anakuwa ameugadi mpira, yeye anakuwa karibu zaidi kurudishwa mali, alafu anaweza kutanua kutoa pasi ya mwisho au kufunga mwenyewe. Kwa hiyo yuko very quick na ana determination ya hali ya juu. Kwa nini Simba wameanza kumfikiria mchezaji? Kwa sababu wameona kuna hiyo shida kwa sasa. Simba anapochukua striker kama Ateba anashindwa kumrudishia ni mali ili aweze kutanua. Kwa hiyo nimeona wanahangaika na Akwa Celestine Angel, na kama mambo atakaa sawa nauletea taarifa yake hapa. Lakini mwamba huyu ana umri wa miaka 23, amezaliwa pale pale Ivory Coast, ni mmoja wa wachezaji tu wazuri. Kwa nini? Kwa sababu ameona katika eneo la ushambuliaji Simba bado anayo changamoto. Lakini pia kocha asichelewe kufanya mabadiliko pale ambapo anaona kama Ateba anazingua, tia Mukwala. Hii ni mechi ya do or die. Simba anataka matokeo. Na Simba bila kuvuka katika hii sijui atamlaumu nani, kwa sababu huyu ni Mwarabu ambaye mimi nikiangalia ni mweupe, mpesi sana, anafungika, yani anafungika. Tena mechi ni saa 10 za jioni. Sasa sijajua hii mechi, na niliwaambia kabisa kwamba kwa rekodi ambazo ukiachana rekodi za msimu huu, Simba ameshafanya mambo makubwa sana. Ashafanya mambo makubwa sana kuhakikisha wanapata matokeo, na nimewahi kushuhudia mengi kulikweli ambayo Simba amekuyafanya. Ameshaye kufanya mambo mazito sana, mambo ambayo wengi walishakata tamaa, lakini mnyama alienda akafanya balaa zito sana sana. Narudia tena sana. Yani mechi ambayo tayari watu wanajua kwamba Simba tayari shughuli imeisha, alifanya mambo mazito sana. Niwakumbushe mechi za maamuzi ambazo zilichezwa na Simba uwanja wa Benjamin Mkapa tangu mwaka 2018. Mechi ya mchujo kuingia makundi CAF Champions League ilikuwa ni Nkana Red Devils wakiwa katika dimba pale Kitwe Zambia, walishinda goli 2-1 katika mechi hiyo ambayo kwenye mkondo wa kwanza pale Zambia tayari Nkana walifanya yao kwa maana 2-1. Mechi ambayo walicheza vizuri kipindi hicho, walikuwa na kina Ronald Kampamba, walikuwa na wachezaji wengi kina Walter Bwalia na wengine, na wakafanikiwa kumfunga Simba goli 2-1. Na wengi walikata tamaa. Kocha alikuwa ni Patrick Ausems. Mechi inaenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mapema sana Red Devils wanapata goli la kuongoza na bao likifungwa na Walter Bwalia. Goli hilo ambalo alifunga kwa kichwa. Baada ya hapo Chama Clatous anapiga pasi ice cream na mkuta Jonas Gerard Mkude nungu anaachia fataki umbali mrefu mita 28. Na mpira unajaa kambani. Goli la pili inapigwa cross na Nicola Giane na mkuta mwamba kabisa Medi Kagere anapiga goli la kichwa fantastic kabisa. Haya wakiwa na goli 2 Simba kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili sasa mnyama anamaliza shughuli kwenye aggregate tayari ngome ishasoma tayari kwa maana 2-2. Sasa wanaenda, inatokea foul kama unakumbuka ile foul haraka fantastic Captain John Raphael Boko akaianzisha. Alipoanzisha ile pale mpira unamkuta Hassan Dilunga HD kwenye mstari wa kona, anapiga pasi ice cream, pasi ile pale inamkuta mwamba Lusaka Chama Clatous kwa utulivu na composure kwa maana hali ya juu sana, anapiga bao kwa kisigino, anafunga, inakuwa ni goli la 3 na Simba anafuzu kwenda hatua ya makundi. Kama mnakumbuka zaidi, hiyo ndio ilikuwa mechi ambayo ilimrudisha Simba kwenye utawala wa michuano ya kimataifa. Kwa hiyo utaona namna ambavyo Simba alishinda kibabe. Mechi ya kwanza anafungwa 2-1, mechi ya pili anashinda 3-1. What a game. Ilikuwa ni mechi ya kihistoria. Mashabiki wa Simba walikuwa wengi sana kipindi hicho. Baraka Hudson Mpenja anasema yale yasiyowezekana yanawezekana. Nani alisema Simba aingia hatua makundi? Nakumbuka maneno ya Baraka Mpenja, macho yako anaona kama mimi au macho yake anaona kama mimi? Unaona maneno hayo ndo alitokea 2018 hiyo. Lakini baadaye 2020 mchujo wa kuingia makundi CAF Champions League, FC Platinums walimfunga Simba bao 1-0. Kile kina Perfect Chikwende hao. Platinums anamfunga Simba goli 1-0. Lakini baadaye Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa anashinda kwa idadi kubwa magoli 4-0. Hii mechi ilikuwa ni do or die. Na hii ilikuwa inaitwa Wida Wo Inda. Kipindi kile alikuwepo msemaji wa Simba Haji Sande Manara Bugatti. Kwa utakumbuka hivyo namna ambavyo mambo yalikuwa. Kwa hiyo utaona namna ambavyo mnyama alikuwa anapindua mambo na mechi alikuwa anapindua meza kibabe sana. Na unakumbuka 2023 mechi ilikuwa ya mwisho wa makundi CAF Champions League Horoya. Horoya alimfunga Simba bao 1-0 pale Guinea.
Lakini walipofika katika dimba la Benjamin Mkapa, Simba alimpiga Horoya goli 7-0. Kipindi kile kocha alikuwa ni Robertinho Oliveira. Mzoa objective, I have Kibu, I have Chama, why not? I play compactness. Unamkumbuka goli 7-0 anampiga Horoya pale. Unakumbuka zaidi hiyo? Shughuli kwa pevu hiyo. Ile mechi nyingine 2024. Hii hapa kwanza kabla kwenda 2024 Simba alikwama, ilikuwa ni ile ya Kaizer Chiefs 4-0, Simba akapata 3-0, ngome ikakataa kwenda. Lakini twende achana hiyo, twende walizofanikiwa. 2024 mechi ya makundi naanza hapa. Jwaneng Galaxy 0-0 na Simba. Ugenini, Simba anakuja kwa Mkapa pale. Anampasua Jwaneng Galaxy goli 6-0. Unakumbuka hiyo Hadi Lada Kisambi alifunga hiyo mechi. Wydad Casablanca anacheza na Simba, anamfunga Simba goli 1-0 pale Julai 5. Ilikuwa ni Mohamed wa 5 pale Morocco. Unakumbuka Wydad Casablanca anashinda bao 1-0. Wanaenda kwa Mkapa, Simba anashinda goli 2-0. Mabao ya Sadio Kanuti na Kibu Dennis. Nakumbuka hiyo? Haya. Mechi nyingine ilikuwa ya mchujo wa shirikisho Afrika, Al Ahly Tripoli. Sasa tunakuja hapa kwa msimu huu. Al Ahly Tripoli pale Libya, ngome inaenda 0-0. Wanaenda kwa Mkapa, Simba anashinda 3-1. Rekodi hizo. Wanatoka hapo, wanacheza na Constantine. Constantine akiwa nyumbani kwake anamfunga Simba goli 2-1. Baadaye katika dimba la Benjamin Mkapa, Simba anashinda goli 2-0. Wakumbuka mechi na kuwa ngumu, wanafunga booster kweli Constantine, low block kweli. Kilichotokea pale ni nini? Elim Panzu Kibisawala, mpira katikati kwenye pale wanasema kwenye center of gravity, kwa maana pale kwenye D. Elim Panzu anapiga mpira, anamrushia Kibu anapiga mshuti, mpira unajaa kambani. Baadaye anakuja mwamba kabisa Lionel Ateba anafunga goli la pili. Kwa maana wakashinda goli 2-0 kutoka 2-1 hadi 2-0. Simba anafuzu. Simba sasa na Al Masry wanaenda kule ugenini, Simba anafungwa goli 2-0. Shughuli sasa, Simba anacheza kwa Mkapa siku ya Jumatano tarehe 9 Aprili. Anashindwaje kwenda kutafuna mfupa huo wa Al Masry ambao kwangu mimi naona ni mmoja mfupa mwepesi. Tofauti kabisa na Constantine, tofauti kabisa na Al Ahly Tripoli. Pia tofauti kabisa na hivi vilabu ambao nimehitaji kina Canada Devils. Tofauti kabisa na kina Kaizer Chiefs ambao Simba alimfunga goli 3-0 hapa, hata kama alishindwa kufuzu lakini alikosa moja tu ku level scoreboard. Kwa hiyo utaona tu namna ambavyo mambo yanakuwa. Yaani kwa mnyama naona ni njia yake ni nzuri zaidi kwenda kupata matokeo kwenye mechi endapo atazingatia kila kitu na mambo kama hayo. So to me naamini jambo litakuwa bulbul. Cha msingi mashabiki wakati tiketi sana wafike, wajaze uwanja mapema sana, ile mechi inaweza kaanza. Na nikwambie tu Ahmed Ali semaji wa Simba ameshawaalika mashabiki na yeye anaamini timu inashinda. Msimwangushe semaji, anapiga kazi kubwa sana. Pia wachezaji embu wajipe umuhimu na hiyo mechi, waachane na mambo mengi ya mitandao, wa focus na Simba, wapitie video za zamani, waangalie Simba alikuwa anafanikiwa vipi. Lionel Ateba angalie goli linafungwaje, kama goli hawezi kufunga Mkwala kocha asielewe kwa mabadiliko, naamini Simba atashinda. Na Simba akishinda, Tanzania imeshinda. Simba akishinda inaenda nusu finali, rekodi nyingine hiyo. Afika nusu finali huko ndo utapambana na kina Zamalek. Hata akipoteza huko no doubt, lakini kufika nusu finali ndio story kubwa kwa sasa. Bana, endelea kusubscribe hapo, gusa alama kengele, tusafiri wote kwa pamoja. Michezo ni jadi yetu, michezo ni asili yetu. Naitwa Friji Bov, unaweza kanifollow kwenye Instagram, andika Friji Bov, pamoja pia na pale kwenye Instagram Friji Bov. Mambo ni bulbul, upate usingizi monana, lakini zaidi usingizi usiokuwa na bugudha. I love you all, nawapenda kweli kweli. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.